kubagua kazi. Swali melenga mkono ende kinywani, tunafanya machizi. Usifanye wezalo. Fanya liwezekanalo. Uishi na mimi. Mimi mtoto wa kiume, si ndio eh? Sikia wa mtu. Mimi moyo unaniuma. Alafu unaona ili chozi la msela. 96 namba kubwa kitengo. Chozi la msela ukiona linatoka sio bule bule, wala sio mandazi, wala sio miongo ya Bibi Aisha. Usilete kodi kama hizo haifu. Tausi, mimi nakupenda Tausi. Oe, mimi mchizi na kuandafia. Usinikompenda familia yangu. Mimi ni mimi, familia yangu ni familia yangu. Kitinta. Hatuwezi kuachana. Hivyo tu. Hatuwezi kuachana. Miraji mimi nilietesa mitaa kwa jeuri na fujo. Leo ninalizwa na tunda, nimebaki na kovu la kio na nujo. Kwa nini mapenzi yanichagua mimi niliyezoea vita? Mbona moyo wangu wa chuma leo nayeyuka kama mshuma? Why me? Why me? Why me? Moyo unapasuka, dunia haina huruma. Dada, ni kwema? Alafu mbona unaingia kwenye nyumba za watu bila kupiga hodi? Wewe ni nani? Naitwa Najma, dada yake Mkei, namaanisha Michael. Oh, basi karibu. Asante. Mkei yuko wapi? Katoka mara moja, lakini muda sio mrefu atarudi. Sio mbaya. Okay, mwanangu yuko wapi? Aniletee wala maji ya kunywa, maana na kiu, alafu nimechoka kwelikweli yani. Najma, mfi yangu, Mungu bado hajatupa baraka ya kupata mtoto. Kwa hiyo naweza nikakuletea hata mimi mwenyewe. Kumbe leo kuna ugeni eh? Karibu sana Najma dada yangu. Na mbona umekuja kimya kimya?
pasipo hata kupiga simu. Vipi kama usingetukuta? Si ungehangaika wewe? Mume wangu, huyu ni mtu mzima, asingetukuta angepiga simu, halafu asingekukuta wewe angenikuta mimi, maana mimi si unajua sipendi kutoka toka. Najma, wifi yangu, karibu sana na ujisikie kama upo nyumbani. Karibu, jisikie kama upo nyumbani. Mpaka sasa nipo nyumbani kwa sababu hapa ni kwa kakaangu. Je, mwenzetu mkimbizi, kwani wapi? Najma, kuwa na heshima na maneno yako unayoyazungumza. Huyu ni mke wangu mimi, na wala sio mkimbizi kama ambavyo unapomuita. Sasa huyu ni mke wako au ni mzigo wako? Tausi, mke wangu. Nenda muonyeshe chumba Najma cha kupumzika. Nadhani atakuwa amechoshwa na safari. Najma, kapumzike. Ukishaamka tutazungumza vizuri. Sawa eh? Mtaani walinita mwamba, simba asiye na mshipa. Nilikwepa pingu za polisi, nikazichezea hila na sifa. Lakini macho ya mwanamke yamekuwa jela yangu ya ndani. Nimeacha kisu na bastola, sasa nimeshika tama mlangoni. Miraji mimi niliyetesa mitaa kwa jeuri na fujo. Leo ninalizwa na tunda, nimebaki na kovu la kio na nujo. Kwa nini mapenzi yanichagua mimi niliyezoea vita? Mbona moyo wangu wa chuma leo nayeyuka kama mshuma? Why me? Why me? Kwa nini mimi? Nina shida gani? Kwa nini mimi? Mungu, mbona mimi? Nimezungukwa na kuta, lakini moyo hauna amani. Upendo ni mtego, na mimi nimenaswa katikati, kati ya usaliti, dharau na maumivu ya dhati. Why me? Mbona mimi? Why me? Mbona mimi? Michael MK. Askari mpelelezi aliyesalitiwa, kwenye koti langu kuna beji, na mfukoni nina pingu. Nimesaka wahalifu gizani, nimeleta haki chini ya mbingu. Mimi ni Michael. Dada yenu uko wapi? Yuko ndani. Diana! Haya. Karibu sana mwanangu. Asante mama. Wanangu,
Huyu binti mnayemwona hapa anaitwa Irene. Ni binti tutakayekuwa naye hapa nyumbani kwa ajili ya kusaidia kazi ndogo ndogo za hapa nyumbani. Irene, huyu unayemwona hapa ni mwanangu wa kwanza, anaitwa Miraji, na yule pale wa pili anaitwa Alex, na huyu wa tatu ndo binti yangu kipenzi. Mwanangu wa mwisho anaitwa Diana. Karibu sana. Asante mama. Wow, mama, ni kazuri, alafu kanaonekana ni kapore. Karibu dada. Asante. Shikamoo kaka Miraji. Poa. Shikamoo kaka Alex. Marhaba. Moyo unapasuka, dunia haina huruma. Kila tu Diana, mchukue Irene, mpeleke ndani ukamwonyeshe chumba chake cha kulala. najiuliza kwa nini mimi, najiuliza kwa nini mimi, kijana muhuni, Melody. Wines, nadhani mazingira umeyaona na mipaka yote umeielewa. Kaka yako Mr. Komwe amesafiri, ameenda mikoani. Yeah, kuhusu hilo taarifa ninayo. Zingatia masharti niliyokuambia. Kaka yako ametoa onyo, hicho chumba kisifunguliwe. Hakikisha hakifunguliwi. Hivyo basi, kuwa na amani. Unaruhusiwa kuleta marafiki. Hii nyumba ni yako. Take care. Okay. Mimi nimekuelewa madam. Nitafanya kile ulichonielekeza. Nitakuwa makini. Nimeleta haki chini ya mbingu. Mimi ni Michael MK, mpelelezi nisiye na doa, lakini nyumbani kwangu. Mume wangu, tutaishi hivyo mpaka lini? Ni zaidi ya siku 3 sasa. Hauna raha. Afu isitoshe mimi sasa hivi nimelala, wewe umekaa, hujali chochote kuhusu mimi. Tena umekaa na nguo kabisa. Mume wangu, kwa nini tusiongee kaisha mume wangu? Alafu mbona mimi nimekuwa mwazi kwako, nimekwambia kabisa ukweli kwamba yule mtu sio mtu wangu. Ni vile tu anamsumbua sana. Lakini kiukweli yule sio mtu wangu. Mume wangu, nisamehe basi hata kama unaona nimekosea. Alafu lile kosa sio la kufanya mpaka wewe ukanikasirikia kiasi hicho ndani ya siku 3 zote. Kwa nini tusiongee mume wangu?
Yaani mimi nitakaa hivi hivi mpaka pale ambapo wewe utasema ukweli wako. Maana tangu ile siku nakwambia chagua, uishi hapa niambie ukweli, ama uende kwa yule mwanamume ambaye alikupigia simu mbele yangu. Mpaka leo hujachukua maamuzi yoyote. Hivi unafikiri mimi mpuuzi eh? Au unafikiri mimi kukutunza situmii gharama eh? Hivi wanawake mnakuagaje? Mnaandaga nyie, si tukifanya tunaonekana tuna shida. Ulikosa nini kwangu Tausi? Kila kitu ulikuwa unapata. Labda nikuulize, ni kipi nikufanyie ili uelewe kwamba mimi ni mtu sahihi wako? Tausi, ukitaka nikusamehe, kuna kitu kimoja natakiwa kifanya. Moja kabisa, natakiwa niambie huyo mtu ni nani na anapatikana wapi, na tajua mimi mwenyewe kwamba nafanyaje ili nifanyaje kuwa na wewe. Tofauti na hapo, sidhani kama tunaweza tukaendelea kuishi na amani. Nadhani mpaka hapo utakuwa unanielewa Tausi. Yeah. Anapatikana California. Kila mara nyingi anapendelea kukaa kwenye pabu ya Bebe. Ni mkaka mmoja hivi, sio mrefu sana, mweusi, ana rasi, alafu ana ndevu. Ni mweusi sana, anajulikana, ani mtu yoyote kumuulizia mazingira yake unampata. Mke wangu ananichora, ananichezea kama mtoto, napeleleza kesi za nje, kumbe ndani naishi kwenye moto. Niwagundua siri yake, lakini mkono unatetemeka. Sheria inaniambia nikamate, lakini moyo unataka kucheka kwa uchungu wa Ines. Binti aliyekata msomi akampenda muoni. Walisema nina akili, walisema mimi ni binti wa thamani. Nikamkata kijana msomi mwenye degree na maisha mbeleni, kijana Alex. Moyo wa Ines ulimtamani yule nayetafutwa na polisi. Niliacha mwanga wa mchana, nikaenda kufuata giza la hisia na kusi. Wewe tena umetufuata mpaka huko ambapo toka tuhamie hapa ndo kwanza tuna siku 3 tu tayari ushaita miguu yako. Nikusaidie nini? Wines, nadhani sio sehemu sahihi ya kujibu maswali yako. Umenikaribisha ndani tukaongea zaidi. Wines, binti aliyekata msomi akampenda muoni. Walisema nina akili, walisema mimi ni binti wa thamani. Nikamkata kijana msomi mwenye degree na maisha mbeleni, kijana Alex. Moyo wa Ines ulimtamani yule naye. Mtaani walinita mwamba, simba asiye na mshipa.
Nilikwepa pingu za polisi, nikazichezea hila na sifa, lakini macho ya mwanamke yamekuwa jela yangu ya ndani. Nimeacha kisu na bastola, sasa nimeshika tama mlangoni. Miraji mimi niliyeitesa mitaa kwa jeuri na fujo, leo ninalizwa na nimebaki na kovu la kio na nujo. Kwani